tunataka kwenu muende mkakomeshe vitendo vinavyoenda kufanywa ndani ya mitandao kumdhalilisha rais wetu. Muende mkaifanye kazi ya kuingia ndani ya mitandao kama mlivyofanya kazi ya kupambana na majambazi wanaotumia vyombo vya moto. Hawakukushindeni na walikuwa wanakuja na vyombo vya moto. Lakini tunataka sasa muingie kwenye mitandao. Kazi iliyokuweko kule, vitoto vidogo hata kunyonya havijamaliza kwa wazee wao. Kila mtu ana maneno na lugha anayozungumza ambayo haistahili kuambiwa rais wetu. Rais wetu amekuwa akijitoa kwa ajili ya taifa hili kwa namna ya kipekee. Hakika Mungu alimuita kuwa rais. Tumwangalie kwa namna ya kipekee. Toka siku yake ya kwanza wakati inatunga mimba yake, Mwenyezi Mungu alijua kwamba anamtengeneza Rais Samia kuwa rais wa Tanzania. Alijua fika kwamba huyu ninamtengeneza kuwa rais. Ndio maana akawa na roho ya uvumilivu ambayo hata sisi viongozi tuliokuweko humu tusingeweza kuvumilia. Alimtengeneza kuwa mwanamke jasiri. Kati ya vitu ambavyo tunajivunia pamoja na ujasiri wa mama yetu kuweza kuvumilia hali inayoendelea. Muda wote rais wetu anatuasa hala jirani. Tumevumilia majirani, lakini imefika wakati mama, tumeshindwa watoto wako kuvumilia. Tumeshindwa. Hatuwezi. Hakuna mtoto anaweza kusubutu kuvumilia kumwona mzazi wake anatukana. Hakuna mtoto anaweza kukaa kimya kumwona mzazi wake anatukana. Mama, umetufunza tukae kimya. Umesema mzigo huu kwenye hotuba zako unaweza kubeba, ila sisi watoto wako hatuwezi kubeba. Tumechoka. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuambie vyombo vya ulinzi na usalama. Kuna kenge wa ndani alafu kuna kenge wa nje. Shughulikani na kenge wa ndani, malize na wa nje. Imekuwa kuna vitoto hata vidogo. Mtu akipata uhuru tunao Tanzania, tunafanya tunachokitaka, lakini sio kumgusa rais wetu kwa vile unavyotaka mwenyewe. Kama tunataka tuende kwenye debate za matusi, tutafungulia Doto Magari mmoja tu, atamalizana nao. Bila kuweka mtu mwingine, Doto Magari mmoja tu, Kenya nzima watamtambua. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa na uvumilivu wa kutosha, lakini imefika wakati. Mheshimiwa Waziri, kazi za ulinzi wa nchi hii zipo vizuri. Kazi ya jeshi la polisi kulinda wananchi na raia na mali zao upo vizuri. Tunashindwa sasa kudhibiti mitandao. Hatuwezi kuona nchi yetu inatawaliwa na mitandao. Jeshi la polisi, angalieni kwa makini katika kitu kitocholeta dhuruba pamoja na mitandao. Mtandao sasa umekuwa unatumika vibaya ndani ya Tanzania. Tunavumilia, lakini tumechoka. Tunaomba mchukue hatua. Hatuwezi. Jeshi la polisi kila siku, mama yetu rais wetu anahangaika, niboreshe wapi, niboreshe mishahara, niboreshe posho zao, niboreshe hichi, niwapatie magari. Anahangaika kwa namna ya kipekee. Tumlipeni kitu kidogo tu. Kumlinda yeye ni jukumu letu sisi. Jukumu lenu nyinyi kama jeshi la polisi, jukumu letu sisi wabunge, lakini jukumu la Watanzania. Sasa ni muda wa kumlinda rais wetu. Ni muda wa kulilinda taifa letu kupitia rais wetu. Amevumilia, lakini naye binadamu anachoka. Lakini tabia ya mama, hawezi kusema kwa watoto wake kama anachoka. Siku zote mama hawezi kuona watoto wake wanalala njaa. Yuko tayari kubeba jembe kulima ila watoto wale na kushiba. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye masuala ya mitandao kuna mambo mengi. Na hili swala la mitandao, Mheshimiwa Waziri, nategemea nilishawahi kuzungumza nawe si mara moja, si mara mbili. Na nashukuru kuna baadhi ya vitu unaviona unavichukulia hatua. Swala la mitandao limekuwa tishio ndani ya Tanzania. Kuna na wengine huwa wanaiga, wamo ndani ya Tanzania lakini wanataka kuiga ambavyo vitu sio vya utamaduni wetu. Kati ya kitu kimoja mama yetu Samia anachokilinda kwa nguvu zake zote, pamoja na kulinda utamaduni wa Mtanzania, analinda amani ya Mtanzania. Nguvu pekee ya kumpa kusimama sisi kama bunge, kusimama sisi kama Watanzania, kuhakikisha kwamba tunamwambia mama, songa mbele, tuko na wewe. Tunahakikisha hakuna siku mama yetu atakayotetereka. Lakini niseme kuna swala zima la wananchi wa Tanzania wanapopata fursa kwenda nchi za nje kufanya kazi.
Ni fursa ile ya kipekee, na naomba serikali yangu, Mheshimiwa Waziri, wasizuiliwe, lakini kuwe na ufuatiliaji wa kina, hususan kwa watoto wanawake wanaokwenda mbali ya nchi ya Tanzania kwenda kupambana na maisha yao. Kuwe na fursa. Naomba idara ya uhamiaji, hebu shirikieni na hawa mapaparazi wanaochukua wadogo zetu na ndugu zetu wa kike kuwapeleka huko, baadaye taarifa zao zinakuwa si nzuri. Hakikisheni mtoto yote wa Kitanzania anapoondoka hapa, mjue nani kamondosha, wapi anakwenda, na ule mfumo wa kufika kule kunyang'anywa pasipoti zao, kunyang'anywa simu zao, kukosa uhuru na haki ya kibinadamu sio sawa. Naomba kama viongozi tulishughulikie. Mheshimiwa Waziri, kati ya jambo ambalo sisi kama Watanzania kwa sasa tusumbua katika nchi hii, ukiacha swala la mitandao ambalo linatusumbua, basi na swala la ndugu zetu wa kike wanaenda kujitafutia riski nchi mbali wanapoenda kula wanafika wakanyanyasika. Mheshimiwa Waziri, umekuwa ukifanya kazi kubwa ndani ya serikali, umekuwa ukifanya mambo mengi ndani ya serikali, lakini kuna watoto sasa hivi ndani ya Tanzania pia wanaiga. Sio utamaduni wetu, sio utamaduni wetu. Shughulika na hili jambo. Wanaamua kujirekodi, kuweka zihaka, kusema maneno mabovu juu ya serikali, kusema maneno mabaya juu ya rais wetu. Hatuwezi kushughulishwa na kenge wa ndani ya bwawa tulilitengeneza wenyewe. Mheshimiwa Waziri, leo nadhani umeona wabunge wote wamekuja. Letu kubwa wizara ni kuipongeza, ila tunataka mapambano dhidi ya mitandao iongezeke kama mlivyoongeza nguvu kwenye masuala ya ujambazi, ubakaji, na huku kwenye swala la matusi, hususani pale bora mtu akae atutukane sisi wabunge, lakini sio kumgusa rais. Sio kumgusa rais. Amebeba mzigo mkubwa, ameibeba Tanzania kwa mzigo mkubwa na kwa wakati ambao hakutarajia. Mama kwa ujasiri wake ametuvusha. Mama kwa ujasiri wake amepeleka Tanzania hapa ilipo. Tunajua hakuna mwanamume rais anakubali kuona kwamba kashindwa na mwanamke. Namna mama yetu anavyofanya kazi, kuna mataifa, kuna wanaume wanamwonea choyo, kuna wanaume wanamwonea wivu, lakini tunawaambia watulie. Hiyo ndo namna ya mwanamke anavyofanya kazi, na huo ndo ujasiri wa mwanamke anavyofanya kazi.